subscribe kwenye channel yetu na usisahau kuturn on notifications kwa ajili ya kupata updates mbalimbali. Lemba alitembea kwenye njia nyembamba iliyojipenyeza ndani ya msitu wa Itumbili. Ardhi ilikuwa na unyevunyevu, matawi yaliyokauka yakipasuka chini ya miguu yake kama mifupa ya kale. Usiku ulikuwa mzito, lakini ndani yake kulikuwa na nguvu isiyoonekana inayomvuta mbele kama sauti ya kale ikimwita kwa jina lake. Lemba, Lemba. Sauti hiyo haikuwa ya binadamu. Ilikuwa ya mchanganyiko wa sauti nyingi: mtoto mchanga, mwanamke mzee, simba na upepo kwa wakati mmoja. Kila hatua aliyopiga, ardhi ilitetemeka kidogo. Alihisi kama dunia yenyewe inamkumbuka. Hatimaye alifika mbele ya pango la majivu. Lango lake lilikuwa la mawe makubwa, limechorwa alama za kale mduara, jicho linalotazama pande zote, na mikono mitano yenye vidole virefu. Kulikuwa na fuvu la mnyama lisilojulikana juu ya lango, na mdomo wake ulikuwa umefunguka kana kwamba linapumua. Akitikiswa na hofu na hamu ya kujua, Lemba aliweka mkono wake kwenye alama ya jicho. Mara moja, joto kali likampiga kifuani. Aliona maono: vita vya kale, watu waliogeuka miamba, watoto waliolia damu badala ya machozi, na mwanamke aliyekuwa na nywele za moto akilia mbele ya mti wa uhai. Pango lilifunguka. Ndani kulikuwa giza la kutisha, lakini mara tu alipoingia, taa za asili zilianza kuwaka, taa za mwanga wa samawati zinazochomoka ukutani kama pumzi ya mizimu. Ndani ya pango kulikuwa na ukumbi mkubwa wenye nguzo za mawe. Kwenye kila nguzo kulikuwa na michoro ya matukio ya kale: kuzaliwa kwa Lemba, mapigano ya wachawi, kutoweka kwa mlinzi wa mwanga, na kuzaliwa kwa mikono ya giza. Ndipo alipomsikia, "Karibu, mtoto wa siri." Kutoka giza lililokuwa mbele, wazee watatu walijitokeza. Walikuwa wakubwa kuliko kawaida. Mmoja alikuwa mzee kipofu, mwingine mzee mwenye ngozi iliyofunikwa kwa nyoka hai, na watatu alikuwa na ngozi ya dhahabu na macho yaliyokuwa kama vioo. "Umekuja kutafuta ukweli, lakini je, uko tayari kuupokea bila kuangamia?" Mzee wa macho ya vioo aliuliza. Lemba alitikisa kichwa. "Niko tayari. Nimekuwa nikifuatwa na kivuli maisha yangu yote. Sasa nataka kukikabili." Mzee kipofu alichukua kikombe cha mawe, akakichanganya na vitu vya kale: damu ya fisi, jivu la moto na maji kutoka kwenye mto wa roho. "Kunywa hiki, kisha tutaweza kukuonyesha sura yako ya pili." Lemba alikunywa bila kusita. Mara moja, dunia ikaanza kuzunguka. Alianguka chini na macho yake yakageuka kuwa meusi kabisa. Mwili wake ulianza kugeuka, ngozi yake ikachukua alama za kale, na kwa muda mfupi alisikika akilia, sauti ya mnyama: simba, fisi na binadamu kwa pamoja. Alipoamka, alikuwa sehemu tofauti kabisa. Alikuwa mbele ya kiti cha enzi kilichochongwa kwa mifupa. Juu yake aliketi Malkia wa Giza, mwanamke mwenye nywele za moto, macho mekundu na mdomo unaotabasamu kwa huzuni. "Hatimaye umewasili, mtoto wangu." Je, Lemba ni nani hasa kwa Malkia wa Giza? Kwa nini ana mikono ya giza ndani yake? Na nini hatma ya kijiji cha Itumbili? Sehemu ya 3 inakujia hivi karibuni. Endelea kuwa karibu nasi. Subscribe channel yetu kisha turn on notifications kwa kubonyeza alama ya kengele upande wa kulia.